Hujambo ndugu mtazamaji na msikilizaji ambaye unanifuatilia vipindi hivi ambavyo tunakuletea kila siku, vipindi vya masomo mbalimbali ya sekondari kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4. Darasani leo nimekuletea mada ya somo la jiografia kidato cha 3, ambayo topic yetu leo ambayo unaenda kudiscuss inaitwa structure of the earth. Hii ni topic ya kwanza ambayo unapoingia tu kidato cha 3 baada ya kutoka form 2 naingia form 3, ile ni first topic inaitwa structure of the earth. Kwa hiyo mimi mwanzo mpaka mwisho, na baada ya hapo kama utakuwa na maswali nitakukaribisha uweze kusubscribe hapo chini ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Tunaposema structure of the earth, tunazungumzia kuhusu muundo wa dunia. Wapo wanasayansi wengi ambao walishawahi kujadili kwamba dunia yetu ina umbo gani. Dunia yetu ina umbo la mviringo. Wapo wengine waliosema dunia ina umbo kama meza, wengine wakasema ipo kama chungwa, wengine ipo kama yai. Lakini ukweli ni kwamba dunia yetu inaitwa spherical shapes, kwa maana ina umbo la duara. Inaweza kufanana kama yai la kuku kwa sababu kule mwisho na kule mwisho kuna fix, lakini pale katikati dunia inaonekana imejaa. Lakini short tunatumia dunia yetu imekaa kama yai. Sasa katika mada ya kidato cha 3 ambayo inasema structure of the earth, kwa maana kuiona dunia na muundo wake, kuna mambo kadhaa ambayo tutaenda kuyaangazia. Cha kwanza tutaenda kuangalia kwamba hii dunia yetu inakuwa na vipande gani, kwamba dunia iko na layer 3 kama unavyoona yai la kuku. Yai la kuku unapolipasua baada ya kulichemsha, kuna sehemu ya nje ambayo inaitwa crust, ile sehemu ngumu, lakini pia kuna sehemu ambayo ni nyeupe ambayo ni laini kidogo tunaita mantle, lakini kuna sehemu kiini cha njano ambacho kinaitwa core. Lakini katika utaalamu sasa, hii dunia yetu kiangalia ni kubwa sana, lakini wapo wanasayansi ambao walijaribu kutumia njia mbalimbali kuweza kujua dunia yetu imekaaje kule chini ya ardhi, dunia yetu imekaaje mpaka kwenye kitovu cha ardhi. Zipo njia mbalimbali ambazo waliweza kuzitumia hawa wataalamu ambao wana jiografia, wakagundua kwamba dunia iko na layer hizo 3. We have the crust, mantle and the inner core. Kwa hiyo zipo sehemu hizo 3, lakini waliweza kutumia njia mbalimbali ambazo tunasema they use some different techniques or methods that can be identified the internal structure of the earth. The first one, it was during drilling, uchimbaji. Waliweza kuchimba, katika kuchimba kwenda chini zaidi, waliweza kugundua layer tofauti. Lakini method ya pili, waliweza ku detect by using the earthquake. Tetemeko la ardhi linavyokuwa linatokea, linaweza likatokea au likasababisha ile mipasuko mikubwa kwenda ardhini. Hii pia inaweza ikawa ni njia ambayo waliweza kuitumia hawa na geologists kuweza kujua internal structure of the earth imeweza kukaaje. Sasa leo nakuletea pia sasa vipande vitatu, kwa maana hizi layer 3 structure of the earth. Kwa maana ya kwanza, kama tulivyosema, kuna crust, kuna mantle, inayofuata inaitwa core. Sasa tukianza kuangalia kwa undani, kwanza kile pande kinachoitwa the crust. Crust ni sehemu ya juu kabisa ya dunia, ambapo hapa ndipo unaona kuna mimea, hapo unaweza kuona kuna miti, unaona kuna mabwawa, kuna lakes, kuna oceans, kuna mito, kuna bahari, kuna viumbe hai wanapoishi. Hii sehemu yote inaitwa the crust. Lakini pia crust imegawanyika maeneo mawili. Eneo la juu kabisa ambao unaona kuna milima, ambapo milima au nchi kavu kwa ujumla pamoja na milima, hii inaunda tabaka linaloitwa sayo. Lakini beneath the sayo, baada ya sayo, kuna ile inayofuata inaenda kulingana na usawa wa bahari, ule ukanda usawa wa bahari, beneath the earth, the oceans. Hii inaitwa saima. Kwa hiyo katika kwenye crust tuna category mbili, we have sayo and we have the so called saima. Kwa hiyo yote hii ipo kwenye upande wa nchi kavu, kwa maana ya milima, inaunda milima. Lakini vile vile pia katika uso wa dunia kwenye earth structure, kuna eneo linaloitwa bahari au sehemu za mabonde ambayo yanahifadhi maji. Hii inaitwa
ocean, hii sehemu za ocean zile ambazo unakuta bahari ndipo inakaa. Kwa kitaalamu tunaita hydrosphere, ama for another names hii tunaita hydrosphere. Lakini pia kwenye crust vile vile pia ukiacha hydrosphere pamoja na crust, tuna sema kama nilivyosema, hizi zinaunda hiyo crust. Hiyo crust kama unaweza ukaona kwenye bodi yetu hapa ambavyo vinaweza vikatokea. Mara baada ya muundo ule wa nje, tumesema ule ambao kuna viumbe hai vinaishi vya nchi kavu, the crust or lithosphere. Kuna sehemu za maji ambao ni oceans au hydrosphere. Tuna sehemu inayofuata sasa ambayo inaitwa kwa ajili ya mantle. Lakini kabla hujaingia mantle, tuna ukuta ama layer ambayo ina separate kutoka crust kuja upande wa mantle. Ni layer ambayo ina separate inaitwa viscosity. Na hii maana yake ni tunaposema viscosity ni nini? Maana yake lazima tumfahamu huyu ni nani kwanza. Huyu ni jamaa mmoja ambaye anaitwa Dr. Aldrich. Dr. Aldrich Mohorovičić from Yugoslavia. Huyu aliweza kufanya utafiti wa chini kwa kutumia zile drain pamoja na detect earthquake. Ndipo akagundua kwamba ukitoka duniani kushuka chini zaidi, ipo layer nyingine ambayo inaitwa mantle. Kwa hiyo huyu sasa akajiname sie jina na ule mpaka wakaupa jina lake. Kwa hiyo kama tunavyoona washawahi kugundua vitu kama ziwa Victoria, akajiita Victoria baada ya Nyasa, kwa aliita kwa jina la kwake mwenyewe. Kwa ule mpaka from the crust, wherever you go deep into the second layer, it is known as mantle. The layer between it is Mohorovičić discontinuity. Na huyu Aldrich, Dr. Aldrich ni jamaa kutoka Yugoslavia. Alitumia, huyu ni seismologist ambaye alitumia hizo earthquake kuweza ku-detect. Lakini vile vile pia katika ukanda ule ama katika eneo lile aligundua lipo na madini yanaitwa phylomagnesiums, ambayo yako pale. Phylomagnesiums yako na madini mbalimbali. Kwa hiyo sasa ndipo tunaweza tukahitimisha katika eneo hili la mantle. Sehemu inayofuata baada ya mantle inaitwa core. Ni sawa yai la kuku, kiini cha njano cha ndani ni core. Moja ya sifa ya core hii, kuna outer na ini. Ile core in general you have temperature pamoja na pressure kubwa. Ile ndani kabisa ambayo inaitwa inner, inaitwa ile outer core. Hii ni liquid in nature. Hii kidogo inakuwa na uji ama na maji. Lakini ile ya ndani ina core yenyewe imekaa kama solid. Na moja ya madini ambayo pia tunaweza tukayapata katika ile outer, tuna madini ya chuma kwa maana ya nickels and iron. Na nickels and iron, madini ya chuma hapo kwenye upande wa hiyo. Lakini pia umbali kutoka mantle kwenda moja kwa moja mpaka katika upande wa pili inaitwa hii ina estimate in 2100 kilometers umbali kutoka kwenye ile mantle kwenda kwenye core ambayo ni outer core. Lakini pia inner the part or inner core, hii inakuwa solid nature kama nilivyosema, inakuwa solid nature, na hii pia inakuwa na greatest pressure pamoja temperature. Hizi zote zinaambatana. Baada ya kuangalia zile pati hizo tatu sasa, mpaka hapo sasa unaweza ukaanza mwenyewe kuielewa na kuisoma. Sasa moja ya quiz ambayo naweza nikakuachia wewe mtazamaji au mwanafunzi ambaye unaniangalia hapa, one of the question can be asked in examinations. Number 1, mention the layer that separates between the crust and the mantle. The question is, mention the layer that separates between the crust and the mantle. That is the question number 1. Question number 2, mention the layer that separates between the mantle and the core. Mention the layer that separates between the mantle and the core. Tafadhali unaweza kuweka chini tena katika kipindi kingine cha somo jingine. Mimi ninayekuletea matangazo haya ni mwalimu wako wa masomo ya jiografia pamoja na historia
pamoja na masomo baadhi mengi haya ya sanaa. Niko hapa kwa ajili ya kukusaidia wewe. Kwa hiyo karibu, unapokuwa na swali unaweza andika hapo chini na mimi nitalipitia, na vile vile pia nitakuelekeza na baadhi ya vitu mbalimbali ambavyo wewe mwanafunzi unataka kurudia mtihani wako wa kidato cha 4 ama cha 5 ama cha pili, vyovyote vile. Karibu sana, tuwe pamoja darasani. Tukutane katika kipindi kingine. Kwaheri.